na urafiki watu ambao wana imani. Mtu ameshindwa, mambo yake amemshinda, eti ndio umeshikana naye. Hebu njoo. Namalizia. Amen. Eti ndio umeshikana naye, mtu amelia. Analia kila saa. Jana nililala njaa. Hata kiatu nacho kinaenda upande. Mtoto wangu anafukuzwa ada. Mimi leo siendi kusali. Eti ndio umeshikana hivi kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema watakwendaje wasipopatana? Amen. Kuna urafiki gani kati ya nuru na giza? Amen. Unafanyaje urafiki na mtu ambaye ana habari mbaya kila saa? Ana imani? Warumi 10:17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unachokisikia ndio kinatengeneza imani. Imani ndio inakupa kupokea muujiza wako na kuwa mshindi. Bwana akupe ushindi katika jina la Yesu. Acha kusikiliza maneno yaliyoshindwa. Wanadamu wana maneno mengi, lakini liko neno moja linalotoka kwenye Biblia, likiachiliwa kwenye maisha yako linabadilisha maisha yako milele. Bwana asifiwe. Ukikaa na mtu ambaye anakaa, mimi atakuabudu vimeshanishinda, mimi naona tu nimekaribia kufa, mwambie toka. Usirudi. Tafuta mtu ambaye ana neno. Shikana na mtu ambaye ana kitu cha Bwana. Imani huja kwa kusikia neno. Unachokisikia ndio kinatengeneza imani ndani yako. Unachokisikia ndio kinakutengenezea kesho yako. Unachokisikia ndio kinakupa muujiza wako. Unachokisikia kina uwezo kukufelisha au kukusaidia kushinda. Yawezekana uko uji ulivyo kwa yale unayosikia. Yawezekana uko hivi ulivyo leo kwa wale uliompatana nao. Yawezekana uko hapa ulipo leo kwa sababu ya wale waliokuzunguka. Unasikia taarifa ya nani? Kwenye Biblia kulikuwa na watu 12 walitumwa kuipeleleza nchi. Wakati waliporudi, watu 10 walileta habari mbaya. Wakasema tumeipeleleza nchi. Ile nchi ina asali, ina matunda, ina maziwa, lakini wakazi wake ni wakubwa, ni manefiri wakubwa, wanatuzidi uwezo, hatuwawezi, watatuangamiza, hatuwezi kuimiliki nchi. Ile ni nchi iliyokuwa imepewa na Mungu. Mungu aliona inawezekana. Mungu aliona hiyo nchi inafaa kwa wana wa Israeli, lakini kwa sababu ya kuambatana na watu wenye habari mbaya, wakaja kuwaletea habari mbaya, wakaambia wana wa Israeli hatuwezi. Wana wa Israeli waliposikia hizo habari, wakaanza kulia. Biblia inasema wakalia usiku kucha. Yawezekana unalia kwa sababu aliyokuzunguka. Yawezekana unalia kwa sababu ya kampani ulionayo. Ninazo habari njema, mtu wa Mungu. Nitafute neno. Kulikuwa na watu wawili kwenye Biblia ambao walikuwa kinyume cha wale 10, ambao walikuja na habari tofauti. Ambao mmoja aliitwa Caleb na Joshua. Hao walikuja na habari njema, wakaambia wana wa Israeli, sikilizeni, msivunjike moyo, msikate tamaa, msiwasikilize watu 10. Kunazo habari njema. Mungu wetu aliyetuahidi nchi ya ahadi, hata tupatia hii nchi iliyojaa asali na maziwa. Hata manefili mliowaona kwetu si kitu. Kwetu si kitu. Hao ni nyama kwetu. Maana Mungu wetu atatupa hiyo nchi. Mungu wetu atatupa kushinda. Wakati walitoa zile habari njema, zilibadilisha ile hewa. Lakini wale 10 walikuja na habari mbaya. Waliwafanya wana wa Israeli wakakata tamaa. Habari mbaya inaleta kifo. Habari mbaya inaleta misiba. Habari mbaya inaleta kutoendelea. Habari mbaya inaleta simanzi. Habari mbaya inaleta kutoendelea mbele. Habari njema inaleta baraka. Habari njema inaleta uzima. Habari njema ni neno la Bwana. Habari njema ndio silaha. Inaleta uhai, inaleta kuendelea, inaleta kupanuka, inaleta kusonga mbele, inaleta kufanikiwa, inaleta kupiga hatua, inaleta kuendelea mbele. Habari njema, neno la Bwana. Isikie neno. Isikie neno. Isikie neno. Kuwa na neno. Neno ni silaha. Unaamini habari za nani? Amini habari za Bwana. Amini habari za neno. Neno ni Mungu mwenyewe. Hapo mwanzo
kulikuwako na neno, naye neno alikuwapo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Katika huyo vitu vyote vilikuwepo. Amini habari za huyo aliyekuwepo tangu mwanzo. Amua kutembea na huyo leo. Amua kusikia habari za huyo leo. Zitakupa uhai, zitakupa uzima, zitakupa uponyaji, zitakupa kusonga mbele, zitakupa kumiliki ndoto zako, zitakupa kuendelea. Mungu akupe neema ya kusikia habari njema. Amen.